mnamo tarehe 3 mwezi wa 3 2024 nilifanikiwa kuibua tetesi juu ya uwepo wa kesi 5 na vifo 2 vinavyotokana na kuharisha na kutapika katika familia moja. Nilitoa taarifa hii katika kituo cha afya cha Kisiwa Panza, ambapo uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba tatizo hilo linatokana na ulaji wa nyama ya kasa. Nilipofika ni kweli wawili tayari washafariki na mwingine bado yuko hali taabani na wengine wanatapika tu. Kwa hiyo ndicho kuifanya mimi baada ya kufika pale ndio washauri wale wenzangu wapeleke hospitali, lakini kuona hali ile mimi moja kwa moja nikapigia simu DMO kumueleza. Na DMO baada ya kupata hiyo taarifa akawaarifu wenzake na kuniambia kwamba hao watoto ambao wako taabani wasafirishwe kupelekwa Bala Mzee na wengine waendelee kuletwa hapa kituoni petu. Baada ya kupokea taarifa hii ambayo pia iliweza kutumwa katika mitandao ya kijamii, tuliweza kupeleka timu yetu ya ufuatiliaji wa mwenendo wa maradhi ya mlipuko katika kisiwa hicho cha Kisiwa Panza, na timu yetu ilianza kufanya uchunguzi wa awali na kuweza kubaini kwamba kulikuwa kuna ile tetesi ya kwamba watu wamekula kasa, nyama ya kasa, na kuweza kuthibitisha kwamba ilikuwa ni kweli, tetesi ya kweli. Na wao kuanzia hapo wakaanza kuthibitisha na kusema kwamba kuna uwezekano wa mlipuko ya kwamba hichi ambacho kinachoendelea, watu kuumwa pamoja na kufariki, kimesababishwa na ulaji wa kasa. Baada ya kupata taarifa hiyo na timu hiyo ambayo imetupa ripoti ya awali, tuliweza kuhakikisha kwamba kitengo chetu cha Emergency Operation Center cha kukabiliana na maradhi ya milipuko kwa upande wa Unguja na Pemba tunakiweka katika hali ya utayari kuweza kuchukua mamlaka ya kuweza kuongoza mikakati yote ya kudhibiti ugonjwa unaoendelea. Baada ya muda DMO akaleta taarifa kwamba anakuja na timu ya wafanyakazi wenzake, ikabidi hapo ikaanza kufunguliwa kambi ya matibabu hapa kituoni petu Kisiwa Panza. Kambi hiyo iliendelea na kutupa faraja kwa sababu watu wengi walitibiwa hapa, na pamoja na kutibiwa vile kuweza kuwazuia kutokana na taharuki waliokuwa nayo. Baada ya uchunguzi wetu kwa ujumla tuliweza kubaini angalau watu 257 waliweza kula nyama ya kasa. Kati ya hao watu 167 waliweza kupata madhara kwa maana ya kuweza kuonesha dalili au symptoms yoyote au kupata ugonjwa kwa ujumla, na kati ya hao watu 9 waliweza kupoteza maisha. Pamoja na hayo, timu yetu pia iliweza kuhakikisha kwamba inakushanya sampuli mbalimbali kwa ajili ya kuzipeleka maabara ili kubaini hasa katika hiyo nyama ya kasa inasadikika kwa itakuwa na sumu, je, ina sumu gani, na ili iweze kuchukua mikakati ya sasa na kwa ajili ya baadaye. Na tunashukuru kwamba timu tuliyotuma pamoja na idara nyingine kwa mashirikiano yao ya kupitia afya moja tuliweza kudhibiti ugonjwa ndani ya muda ambao umependekezwa na Shirika la Afya Duniani. Tunashukuru sana kwa namna hii tulivyoripotiwa hili tokeo kutoka katika ngazi ya jamii, na tunaona kwamba ufuatiliaji wa matukio katika ngazi ya jamii au tunaita EBS umekuwa na mchango mkubwa sana katika kuibua matatizo ambayo yanakumba jamii kwa haraka, lakini pia yanaweza kutupa taarifa ambazo zinatusaidia sisi kuweza kuchukua hatua kwa haraka. Kwa mfano kwa mhudumu huyu wa afya wa Kisiwa Panza ambaye katoa taarifa ya haraka, imeweza kuwaokoa watu wengi ambao kama taarifa kufika mapema wangeweza kupoteza maisha, na wengine wangeendelea kuwa na ugonjwa wa muda mrefu, pengine kutokana na athari ya sumu ambayo ilikuwa imegundulika katika nyama hii ya kasa. Baada ya tatizo hilo
niliendelea kutoa elimu ya kujikinga kwa jamii, nikisisitiza kutokula nyama ya kasa na nyama yoyote ambayo haijapata kibali kutoka kwa wataalamu wa afya. Mimi kama mhudumu wa afya ngazi ya jamii, nilifurahi sana kwa serikali na Wizara ya Afya kwa ujumla kuona kwamba baada ya kutoa taarifa hii, kwa muda mchache serikali na Wizara ya Afya kwa ujumla ilifuatilia kesi hii na kujua changamoto zinazowapata jamii, lakini pia na kuchukua hatua ikiwemo kuwapatia watu matibabu ili watu wasiendelee kuugua pamoja na kupoteza vifo. Nilipata mafunzo haya ya ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko na matukio yenye kuleta athari katika jamii kupitia shirika la AMREF kwa ufadhili wa CDC Februari 24. Nafurahi sana kwa hatua niliyochukua, ilipunguza maambukizi na vifo katika jamii yangu.